tungeanza kuambiwa statement ya kwanza, wale askari walienda kuchukua huyo kijana ni fulani na fulani na fulani, na statement zao ndio hizi. Mlipomleta, kwa nini mlichukua masaa ngapi? Kama mlikuja na masaa 6, mlimpeleka wapi? Kabla wafike Central Police, walienda wapi? Kabla mpeleke mwili, kwa sababu ni mwili tu, mlimfanyia nini? Wewe Eliud Lagat, ilisemekana wewe ndio ulikuwa mlalamishi. Wapi hiyo statement yako? Uliandika katika kituo gani? Ulipolalamika, wewe ndio ulipeana amri askari waende kuchukua huyu kijana Ojwang. Kwa nini statement ya Eliud Lagat atuoneshwi? Kwa nini? Hata mzazi wake. Kwa nini? Wakati jinsi waliandamana na mambo kaumana pale Nairobi na Kenya nzima, Rais William Ruto, wewe Ruto, ulimwambia IG Jabal Kome, tafadhali jiuzulu. Sasa bona wewe William Ruto umwambie Eliud Lagat, wewe ndio unaonekana haya mambo, wewe ndio umekoroga. Bona aje mwambia jiuzulu ama kamata aenda polisi, upeleke kotini. Former Cabinet Secretary Justin Muturi has sharply criticized security agencies of what he termed as a worrying lack of urgency and transparency in the investigation surrounding the death of social media influencer Albert Ojwang. Addressing a forum, Muturi questioned the conduct and silence of key law enforcement officials in the case that has continued to raise national outrage. Muturi pointed out several inconsistencies in handling of the case, particularly the timeline between Ojwang's arrest and eventually discovery of his body. He expressed concerns over the absence of clear and documented statements from the officers involved in the arrest, raising suspicions about possible concealment of facts. He specifically demanded clarity on which officers were deployed to apprehend the deceased, where they took him and what transpired before he was booked at Central Police Station, if at all he was booked. He also questioned why key complainant in the case believed to be one who prompted the police action against Ojwang had not recorded a formal statement nor being subjected to any public accountability. Muturi challenged investigators to make acts this complainant a version of event public and explain why the basic investigation procedure such as statement documentation and chain of custody protocol appear to have been ignored. Turning his focus to the national leadership, Muturi criticized the double standards in how high-profile accountability is handled. He reminded the public that in previous protests, the president himself had called for a resignation of the Inspector General of Police. However, in Ojwang's case, he argued that similar decisive action was clearly absent despite the gravity of the matter and public anger. Muturi further implied that senior political figures may be shielding certain individuals, warning that this passive protection could erode public trust in state institutions. He urged the government to demonstrate integrity by ensuring that all those implicated in Ojwang's death are thoroughly investigated and held accountable, regardless of their rank or connection. The former CS concluded by calling for a transparent and independent inquiry into the event that led to Ojwang's death, warning that continued silence and delay by state would only deepen suspicions on the cover-up and fuel civil unrest. Tungeanza kuambiwa statement ya kwanza,
wale askari walienda kuchukua huyo kijana ni fulani na fulani na fulani, na statement zao ndio hizi. Mlipomleta, kwa nini mlichukua masaa ngapi? Kama mlikuja na masaa 6, mlimpeleka wapi? Na teremsho wapi? Kabla afike Central Police, Walienda wapi? kabla mpeleke mwili, kwa sababu ni mwili tu, mlimfanyia nini? Wewe Eliud Lagat, ilisemekana wewe ndio ulikuwa mlalamishi. Wapi hiyo statement yako? Uliandika katika kituo gani? Ulipolalamika, wewe ndio ulipeana amri askari waende kuchukua huyu kijana Ojwang. Kwa nini statement ya Eliud Lagat atuoneshwi? Kwa nini? Hata mzazi wake. Kwa nini? Wakati jinsi waliandamana na mambo kaumana pale Nairobi na Kenya nzima, Rais William Ruto, wewe Ruto, ulimwambia IG Jabal Kome, tafadhali jiuzulu. Sasa bona wewe William Ruto umwambie Eliud Lagat, wewe ndio unaonekana haya mambo, wewe ndio umekoroga. Bona aje mwambia jiuzulu ama kamatwa aenda polisi, upeleke kotini. Hata wako aliyechagiwa. Tungeanza kuambiwa statement ya kwanza, wale askari walienda kuchukua huyo kijana ni fulani na fulani na fulani, na statement zao ndio hizi. Mlipomleta, kwa nini mlichukua masaa ngapi? Kama mlikuja na masaa 6, mlimpeleka wapi? Na teremsho wapi? Kabla afike Central Police, Walienda wapi? kabla mpeleke mwili, kwa sababu ni mwili tu, mlimfanyia nini? Wewe Eliud Lagat, ilisemekana wewe ndio ulikuwa mlalamishi. Wapi hiyo statement yako? Uliandika katika kituo gani? Ulipolalamika, wewe ndio ulipeana amri askari waende kuchukua huyu kijana Ojwang. Kwa nini statement ya Eliud Lagat atuoneshwi? Kwa nini? Hata mzazi wake. Kwa nini? Wakati jinsi waliandamana na mambo kaumana pale Nairobi na Kenya nzima, Rais William Ruto, wewe Ruto, ulimwambia IG Jabal Kome, tafadhali jiuzulu. Sasa bona wewe William Ruto umwambie Eliud Lagat, wewe ndio unaonekana haya mambo, wewe ndio umekoroga. Bona aje mwambia jiuzulu ama kamatwa aenda polisi, upeleke kotini. Hata wako aliyechagiwa.